Vijana wengi walikuwa wainjilisti wazuri mitaani huko na huko, na wengi wametupwa mbali. Nilikuwa pale Kenya, wakati niko madhabahuni, Mungu akanipa watu watatu. Mungu akasema kuna familia iko hapa, ni familia ya wachungaji. Hii familia imetolewa kafara kwamba hakuna mchungaji atakayesimama na ndoa yake. Warudi kijijini kwao wakatoe sadaka kwenye kanisa lililoko hapo kijijini. Mtu wa pili, Bwana akaniambia kuna mtumishi wangu yuko hapa, ni mkubwa sana, amepigwa, anajitahidi sana, hajawahi kusimama. Hiyo familia ya wachungaji akanijia mmoja akaniambia, hiyo familia unayosema ni sisi, familia yetu wote ni wachungaji. Kwa hiyo kwa maelekezo yako tutafanyia kazi hilo. Ndoa zetu zimepigwa sana, wala sio kidogo. Huyu wa pili akasema, huyo mtu uliyemzungumza ana roho hii. Akasema ndio mimi. Akaniambia, kuanzia leo naomba uwe baba yangu, unichunge, unifuatilie. Hivi ninavyokuambia, mwezi wa 11 uliopita amefunga ndoa takatifu. Amekuwa mtumishi wa Bwana, chombo kizuri kabisa cha Mungu aliye hai. Sasa shetani akishaona na kitu ndani, huwa anakitafuta kwa namna yote akibomoe, akivunje na kukiharibu. Ninatabiri kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo, hata vunjwa mtu hapa kwa jina la Yesu. Huduma yako itanawili kwa jina la Yesu. Ndoa yako itastawi kwa jina la Yesu. Uwe na imani ya kuvuka mto Yordani. Wamevuka wakiwa wamebeba sanduku la agano, na sanduku la agano lilikuwa na mambo yafuatayo. Lilikuwa limebeba fimbo ya Haruni. Jambo la pili, lilibeba zile mbao za Musa, zile za amri 10 alizopewa na Bwana. Yaani lilikuwa limebeba vitu vitakatifu. Kila familia inahitaji kuhani, mtu atakayebeba sanduku la agano, ili familia yake ifuate, ipite mahali pa kuonekana kwa jina la Yesu. Inawezekana uone nisikilize, mbeba sanduku la agano. Kama familia itaangamia ni kupitia wewe. Kama watu watarudi nyuma ni kupitia wewe. Umepewa karama ndani yako, wafikishe watu kupitia karama uliyopewa.